imeazimiwa kuwa kuwepo na mfuko wa elimu wa halmashauri utakaojumuisha ofisi ya mbunge, taasisi binafsi, jamii pamoja na halmashauri. Azimio la pili, kutokana na swala ambalo limezungumzwa sana la chakula shuleni, imeazimiwa kuwa kila shule itoe huduma ya chakula ili kuboresha taaluma, kuondoa utoro na kuweka hamasa ya kusoma kwa wanafunzi. Imeazimiwa kuwa zoezi la utunzaji wa mazingira kupitia upandaji wa miti liwe zoezi la mtambuka au endelevu. Imeazimiwa kuwa kuwepo ushirikiano kati ya wazazi, jamii, walimu na viongozi katika kuelimisha na kuhamasisha maadili kwa watoto na kusimamia nidhamu. Imeazimiwa kuwa shule zenye walimu wengi zifanyiwe msawazo na kupelekwa katika shule zenye uhaba mkubwa wa walimu ili kupunguza suala la uhaba. Imeazimiwa kuwa somo la uraia na maadili litiliwe mkazo mkubwa ili watoto wapewe utamaduni wa kutunza miundombinu ya jamii na familia kwa ujumla. Msingi, kikao kililenga kutathmini mafanikio, changamoto tunazokabiliana nazo na namna gani bora tunaenda kuzitatua changamoto hizo kwa kushirikiana na wadau wetu wa elimu. Kikao kimefanikiwa. Tumeona changamoto, mafanikio yapo, changamoto zipo. Tukianza na mafanikio, halmashauri ya wilaya Mkinga ina shule 21 za sekondari ambazo zote zinamilikiwa na serikali. Haya ni maendeleo makubwa kwa sababu mwaka 2023 halmashauri ilikuwa na shule 15 za sekondari. Lakini tunapoongelea hii Machi 26 tuna shule 21. Kwa hiyo kuna ongezeko la shule 6 ndani ya miaka hii mitatu ambayo ni hatua kubwa. Vile vile tumeona udahili wa wanafunzi umeendelea kuongezeka, japokuwa changamoto zipo, wanaingia na kutoka, lakini tunajitahidi kuweka mikakati ya kuwafuatilia. Hali yetu ya matokeo ya mitihani sio nzuri sana kwa upande wa kidato cha pili kwa sababu bado hawajajitambua. Kidato cha 4 tunaendelea kufanya vizuri, lakini hatufanyi vizuri sana. Juhudi zaidi zinahitajika ili kuwa na mkakati imara na madhubuti ambao utasaidia watoto wa Kitanzania walioko wilaya ya Mkinga wapate umahiri na ujuzi utakaowasaidia kwenye maisha yao, hasa wanapoingia mtaani kwenye soko la ajira. Wasitegemee serikali, wapate ujuzi utakaowasaidia wao kujiajiri. Kwa ujumla, tathmini hii kwa mwaka jana ufaulu unaonyesha kwamba tumefaulu kwa asilimia 75.7 kwa darasa la 7 na asilimia 82 kwa darasa la 4. Ufaulu huu ukiulinganisha na wa mwaka 2024 unaonyesha haukupanda wala haukushuka, kwa sababu mwaka 2024 pia ufaulu wetu umekuwa ni wa asilimia 75.7, lakini ufaulu wa darasa la 4 upimaji wa kitaifa ufaulu umepanda kwa asilimia 1.5, kwa maana kwamba ufaulu wa mwaka 2024 darasa la 4 walifaulu kwa asilimia 80.5 na kwa mwaka 2025 wamefaulu kwa asilimia 82. Kwa hiyo kimsingi tumejadili mambo mengi yatakayopelekea kupambana na changamoto mbalimbali ikiwemo kuhakikisha kwamba shule zote wanapata chakula. Kama tunavyotambua, chakula kina mahusiano ya moja kwa moja na ufaulu wa wanafunzi. Chakula kinasaidia kupunguza utoro wa wanafunzi na hatimaye wanafunzi waweze kufundishwa kwa mtiririko na mwisho wa siku kufikia malengo ya ufundishaji wa vipindi mbalimbali katika shule zetu. Lakini pia tunayo changamoto ambayo tumejadili kuhusu miundombinu, ambapo pia tumewekea maazimio mbalimbali kuhakikisha kwamba miundombinu ya shule zetu inatengenezewa mazingira ambayo ni rafiki ya kumwezesha mwalimu aweze kufundisha katika mazingira rafiki na hatimaye kuweza kufikia malengo. Kiujumla, kikao hiki cha tathmini cha leo tumetupa mwelekeo wa kuhakikisha kwamba malengo yetu sasa kwa mwaka huu wa 2026, na kwa kuwa tumejipanga wadau mbalimbali katika kuhakikisha kwamba kila mdau anatimiza majukumu yake,
hasa katika sekta hii ya elimu, kama tunavyotambua kwamba sekta ya elimu ni sekta mtambuka ambayo inahusisha wadau wote. Kwa swala la ushiriki wa jamii katika maendeleo ya shule ni jambo muhimu ambalo linatoa ushirikiano wa walimu na jamii kuhakikisha kwamba wanafunzi wanahudhuria vizuri shuleni na mwisho wa siku walimu waweze kutimiza malengo yao.